Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kingine au fananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mpasua bahari, au fananishwi na kitu kingine. Tazama ni wengi matamani kwa siku ya leo. Ni wengi matamani kufika mahali hapo lakini haiwezekani. Hebu tuulize wewe ni nani? Ni upendeleo au hakika Mwenyezi Mungu anastahili kuwa sifa? Anastahili kuabudiwa. Anastahili kushukuriwa. Haleluya.
unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufanani na kitu kingine, haufanani na kitu unafanya mambo ambayo
Bwana Yesu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Pia wageni wasimame tuwakaribishe. Simameni wageni tuwakaribishe. Hata kama mko wameenda Yesu, tafurahi kuwakaribisha. Naomba mic zitembee. Tusimame. Wengine wangaje chini na waona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutaanza huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa majina naitwa Martin Salumu. Ni mtumishi katika watumishi pale kanisa letu la Bieni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ya, kwa majina naitwa Martin Salumu. Katika Abilene, Texas. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya, kwa majina naitwa Juma. Na mimi vile vile nimetokea hapa Abilene, Texas. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Furaha tele tumeonana tena. Amen. Sawa vile isi mnavyotuona. Sisi si wageni, watoto wa nyumba.
Kwa majina naitwa Faila Dominic. Mimi ni Mkristo. Mamako ni Kristo wa kanisa ya hapo Advent. Amina. Tuliona hatuwezi ishia huko. Na hapa ni kwetu. Tukuje kwanza tujumuike, tupokee chakula cha roho. Baadaye ndo twende kwa mambo zingine za mwili. Amen. Kama walivyosema, Kaisari mpeni yaliyo yake na vilivyo vya Mungu kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nafurahi sana. Asanteni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Esther. Na mimi natokea kwa Abilene, Texas. Na kwa siku ya leo tumeona tujumuike pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uhuru wa Yesu. Amen. Mimi naitwa Yona. Nimetokea mji wa Abilene, Texas. Ni mmoja wa waimbaji kwenye kwaya umoja kwaya pale Abilene. Lakini pia na huduma zingine ambazo tunafanya kama vile kawaida na ndio ambao tumeanza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama kawaida yetu, 1, 2, 3. Ndugu na Mungu amewabariki pamoja nasi kwa jina la Yesu. 1, 2, 3. Jambo la ndugu na Mungu amewabariki pamoja nasi kwa jina la Yesu. 1, 2, 3. Asante sana, tumebarikiwa. Jisikie kuwa wenyeji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huko tusipozimia mioyo. Basi tulipokuwa tunarudi, tupo njiani, kulikuwa kuna barabara mbili. Kisa moja ilikuwa inaishia njiani, alafu inaingia kunakuwa barabara moja. Sasa sisi tulikuwa kwenye barabara ya kwanza, ila kunyoka moja kwa moja. Sasa kuna pickup. Alafu ilikuwa inabeba ile kelia ile ambao wanachukua magari kwa nyuma. Zile gari ambazo zinaharibika, ambazo zinahamishwa. Alafu yeye alikuwa kwenye barabara ya pili. Akawa anataka kuingia sasa kwenye barabara moja kwa sababu ilikuwa sasa ni barabara moja upande, barabara moja upande. Huko nyuma tumetoka barabara mbili. Sasa ufika kule mbele zikawa zinajifinya. Ikakuwa barabara moja. Sasa yeye akataka aingie. Alipoingia hajatuomba njia. Sisi ambao tulikuwa tuko mbele, alafu tena tulikuwa tuko kwenye line yetu. Alipokuja pickup ilipita. Sasa kile ambacho amekichukua nyuma sasa kile ndio kimekuja kikatupiga bavuni. Yaani ni bahati tu. Yaani labda ingekuwa ni gari ndogo, yawezekana tungepinduka. Na kwa sababu ilikuwa ni gari kubwa, tukapigwa, afu tukayumba, tukaenda kwenye barabara nyingine ya watu wanaotoka huku kwenda huku. Bahati nzuri dereva alikuwa makini, hakawahi kupindisha gari kurudi kwenye barabara yetu na akasamisha gari, tukaenda pembeni. Sasa jamaa alivyotupiga hivyo, akaona hapo imeshakuwa msala, wala hakusimama. Akaongeza spidi, huyo akaondoka, akakimbia. Sasa sisi kwa usalama sasa tutafanyeje? Jamani, wazima wote wazima, tukaangaliana pale wote tuko salama. Ikabidi tuangalie gari ikoje. Tukakuta yani bumper kule mbele amesambua, hizi baji za pembeni amesambua. Sasa tutafanyeje? Hatujui kama gari inapata jeraha kwa ndani au vipi. Sasa na huku ni mbali, Abilene mbali, Houston ni mbali, tuko katikati. Sasa tufanye nini? Basi hakukuwa cha kufanya, ilikuwa tuache gari tuondoke. Bahati nzuri gari ilikubali kuondoka, tukaja. Kufika mbele kabisa ule jamaa, tukamkuta. Tukasema hapa ni lazima tutakula na wewe sani moja. Hatukuachi. Lazima tule na wewe sani moja. Sasa bahati mbaya ilikuwa kwa usiku. Tunafika kwenye mataa, kwenye mji mmoja hivi. Sasa zile taa zikasumbua, taa za magari na taa za barabarani zikasumbua. Piga picha inaingia, plaki haingii. Piga picha na wewe, piga. Sasa utafanyaje huyu jamaa? Jamaa katustukia akasema hawa ndio wala jamani mimi nimewabamiza huko nyuma huko. Jamaa kabaki nyuma. Sasa tukaanza sasa mwendo wa kuindana sasa huko barabarani. Sasa tumeshakuwa mbele yake, hakuna gisi
tusimamishe gari, na nyuma yetu kuna magari mengi, tunaweza tukaweke trafiki. Sasa tukaza mwendo sasa wa kuendana naso mondani. Basi jamaa kabidi akakwepa barabara, akaenda huko, akapotea. Mwisho wa siku akatumbukia kwenye barabara hiyo hiyo. Tukamuona kwa nyuma eti ndio yule anakuja yule. Na sisi hapo tutakuwa na sasa ni moja. Tukapunguza mwendo. Yeye naye akasema wale wa jamaa ndio wale wananiwinda. Yeye naye akasema hata sasa nyinyi mnapunguza, mimi nasimama. Sasa na nyinyi mtasimama na barabara ni watu ni wengi. Hakuwa jinsi. Basi ilibidi tuchomoke. Tukaja, lakini tumeshukuru Mungu kwa sababu gari imetufikisha salama na sisi wote tumefika tukiwa wazima wa afya. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kabisa. Labda bila hivyo labda tungesema mengine, lakini Mungu ametulinda na akawa ametufunika kwa damu yake katika safari hiyo ya hapo jana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Asante. Tunatembea na mkono wa Bwana. Amen. Kwa mimi napenda kuimba nyimbo za kilembe, lakini sauti inanipiga kona. Labda tuimbe wimbo wa ambao watu wote tunaweza tukaende pamoja. Amen. Tutaimba kufumba na kufumbua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuimbe sote jamani. Kufumba na kufumbua, Yesu atarudi, kanisa litanyakuliwa kwenda mbinguni. Kufumba na kufumbua, Yesu atarudi, kanisa litanyakuliwa kwenda mbinguni. Kufumba na kufumbua, Yesu atarudi, kanisa litanyakuliwa Baba kwenda mbinguni. Kufumba na Yes,
ulikuwa mwezi wa 10, niliumwa sana, lakini kwa hivi namshukuru Mungu nishakuwa sawa. Nitamshukuru Mungu kwa wimbo apigaji wa ngoma nisaidie kupiga ngoma. Milele
Tanga rutaki lo rubale ikwatone ombe. Shetamano mango bobe bana bakora mabo wetangila ube. Uchichula wale momona. Yesu sa chembu ya. Jabu ngela chose chibamulondera Chile. Tumbaka umene ombe wikecho. Yetakana mwene ombe upikichi manyawe. Katona umanyawe Yesu tumutanga mwana pondolo mbangwa mkulu. Lea tumitemba lwe utakilwa wila mbele yowe. Ungela jina la Yesu Kristo kwa vivyo. Amen. Amen. Bwana asifiwe.
Nasema hivyo. Nilikuwa napendelea walioko upande wa kule tukae huko. Napendaga ninafundisha tu tunaonana. Kuko nafasi huku mbele, hapa katikati kuna viti viko wazi kabisa. Na wengine wanatoka nje. Okay. Walio na Biblia tufungue Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu sura ile ya 16 mstari wa 13. Tunasoma hadi 20. Injili ya Mathayo 16 13 hadi 20. Neno la Mungu linasema: Basi Yesu akaenda pande za Kaisari Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wewe wengine unena huyo Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bar-Yona, kwa kuwa mwili na damu haviwezi kukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalo lifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote kwamba yeye ndiye Kristo. Amina. Baba, bariki neno na kulitakasa, bariki atakayesikia kwa utukufu wa jina la Yesu. Amena. Hapa tunasikia historia la Yesu na wanafunzi wake. Kulikuwa mamirmiri. Watu walikuwa wanamsema Yesu kila mmoja kwa mtazamo wake. Mmoja alikuwa anamuita Yeremia, wengine Yohana Mbatizaji, wengine mmoja wapo wa manabii wa kale amefufuka. Yesu akawa anasikia jinsi watu walivyokuwa wanamwambia, wanamuita huko mitaani. Ndipo akakusanya wale wanafunzi wake sasa. Akawauliza. Lengo la Yesu kuwauliza litaka wale wanafunzi wahakikishe kwa vile watu wanavyomuita. Akawauliza, hivi watu usema mwana wa Adamu kuwa ni nani? Ameshajua tayari. Wamoja wanamuita Elia, wengine Yeremia, wengine Yohana Mbatizaji, wengine mmoja wapo wa manabii wa kale. Sasa anataka kuhakikisha sasa kwa wale wanafunzi, watu huko mitaani, uniita mimi kuwa ni nani? Wakarudia yale yale. Tena kwa haraka bila masito kabisa. Watu wanasema wewe ni Yeremia, wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine mmoja wapo wale manabii wa kale wamefufuka. Wakati Yesu alipowauliza ushuhuda wa watu wanavyosema, walikuwa wepesi na haraka sana kujibu. Yesu akageuza swali sasa. Ile swali ikawageukia. Sasa ninyi mwanena mimi kuwa ni nani? Ikiwa wale wanasema mimi ni Yohana, wanasema mimi ni Elia, wanasema mimi ni mmoja wapo wa manabii wa kale nimefufuka, ninyi sasa mnanisema mimi kuwa ni nani? Kimya. Haleluya. Kuna watu wakiulizwa habari za wengine haraka sana kusema. Fula usimwone vile, unatishwa na ile Biblia, unatishwa na kile kitambaa kirefu, chokoza uone. Sasa wewe hali yako je? Basi mimi si kwake msemaji sana. Sasa wewe ambaye anasema kwake msemaji sana, uwe chokoza uone. Yule ambaye anasema mimi sifanyaje hicho, mtembelee uone. Kwa hiyo watu wanapoulizwa habari za watu wengine wanakuwa wepesi sana kusema.
lakini hawana ujasiri wa kusema hali ya kwao. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakakaa kimya badala ya kuuliza swali. Lakini Petro akasimama sasa kwa ujasiri akasema, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yesu aliposikia jibu la Petro akasema, damu na maji hawezi kukufunulia hili, bali ufunuo huu umetoka kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kuanzia sasa utaitwa Petro, tafsiri yake jiwe, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitolishinda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lugha za Mungu, lugha za kiroho zinachanganya watu sana. Waroma ni Katoliki kusoma ili andiko kwamba kanisa litajengwa juu ya Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitoshinda. Makao makuu ya Roma ni Katoliki imejengwa juu ya kaburi la Petro. Lakini Yesu hajamaanisha hivyo. Unaona jinsi uelewa wanadamu unakuwa. Haleluya. Haleluya. Nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitolishinda. Mungu amelijenga kanisa lake ndani yako. Kila anayemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyo amejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wakati watu wanaposhindwa kutoa shuhuda ya mtu mwingine kama ipasavyo, wakati watu wanashindwa kusema mtu jinsi alivyo, inakuwa ni shida. Kwa hiyo leo tutajifunza neno fupi tu ambalo linasema watu wanakuita wewe kuwa nani. Bado watu wewe. Bado mchao umsenge wewe. Kuna majina tulionayo ambayo tumepangwa na wazazi wetu. Kuna majina tulionayo ambayo tumejipanga sisi wenyewe. Kuna majina tulionayo tumepangwa na watu. Uongo kweli. Uongo kweli. Kuna majina mengine mtu anajichagulia jina mwenyewe. Naitwa Kira. Amejipanga mwenyewe tu. Lakini wazazi hawajui, lakini amejipanga hivyo. Lakini kuna jina lingine ambalo umelipangwa mitaani, hata wewe mwenyewe hilo jina haulijui. Unakuta mtu anatembea, unaona huyu Mungu ni jina ambalo unaitwa wapi? Mitaani. Wewe mwenyewe haulijui, baba yako halijui, lakini mitaani una jina. Hilo jina liko maarufu. Watu wanakuita wewe kuwa ni nani? Yesu anauliza, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wamoja wanasema ni Elia, kwa sababu waliona kazi anayoifanya na kazi ambayo nabii Elia alikuwa anafanya zinaambatana. Huyu ni Elia. Kazi ambayo Yohana alikuwa anafanya na kazi ambayo huyu jamaa anafanya zinaendana. Huyu ni Elia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sema amen. Kile unachokifanya kitakuletea jina. Kama unakunywa pombe sana, utaitwa mlevi. Kwa hiyo mitahani utakuwa na jina ambalo wewe mwenyewe haulitaki. Mlevi yule. Ukilisikia unachukia. Jina limetokana na kile ambacho unakifanya. Haleluya. Ukiwa unaambiwa neno na unapinga, ukielekezwa hautaki, utaitwa nani? Mbishi. Yule fulani mbishi yule. Watu wanakuita nani? Haleluya. Kile unachokifanya kinatengeneza jina. Kwa hiyo kuna jina ambalo Mungu anajua wewe ni fulani. Kuna jina wazazi wanajua wewe ni fulani. Kuna jina hata sisi kanisa tunajua wewe ni fulani. Lakini kuna majina mengine ambayo umepangwa huko mitaani. Sasa watu wanakuita wewe ni nani? Oje kujiwa lenye wao msenge. Mungu. Lalu. Mimi. Ekoto. Oje kujiwa lenye. Unaitwa nani huko mitaani? Kile unachokifanya
kinakutengenezea jina. Haleluya. Haleluya. Kristo ni barua ambayo inasoma na watu wote. Petro alipotembea tu baada ya Yesu kufungwa, mwenendo wa huyu jamaa, kutembea kwake na lugha yake inamfanana kuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu waliona alivyokuwa anatembea, mwendo wake, lugha yake na ya Yesu vilikuwa vinaambatana. Jina lako, matendo yako, sifa yako inafanana na wewe kuitwa Mkristo, au una jina lingine mitaani? Watu wanakuita wewe kuwa ni nani? Haleluya. Haleluya. Muulize jirani yako, watu wanakuita wewe kuwa ni nani? Haleluya. Hata tujifanye aina gani, watu wanatujua tunayotembea. Watu wanajua tunachofanya na wanatuita majina. Haleluya. Kataa usikatae, ni hivyo. Watu wanakuita wewe kuwa ni nani. Tengeneza jina lako na sifa yako kwa vile unavyoishi, kwa vile unavyohudumu. Ukija kanisani, Wakristo umetoka kanisani kwa sababu umetoka wapi? Kanisani. Lakini watu wakikuona unatoka mubaa, watakuuliza nani? Levi. Levi unatoka kunywa. Kwa hiyo kila unachokifanya ni jina lako. Anayechunga kanisa anaitwa mchungaji. Anayeimba kwaya anaitwa mwimbaji. Anayeomba anaitwa mwombaji. Na wewe ile nyingine huduma ambayo haitaki sisi tujue unaitwa nani kwa hiyo huduma? Huduma yako ya siri unaitwa nani? Haleluya. Neno letu la siku ya leo ni swali ambalo natakiwa ujiulize. Watu wanakuita wewe kuwa nani? Hudumu kanisani, lakini mitaani tuna majina, na Bwana tubariki. Haleluya.